Hadithi ya kijana tapeli. Katika jiji la Mwanza, aliishi kijana aitwaye Adam. Adam alikuwa na ndoto ya kuwa tajiri bila kujitahidi sana. Alikuwa akitafuta njia za haraka za kupata fedha, na alijua kuwa jiji kubwa kama Mwanza lingemsaidia kufikia malengo yake. Alijua jinsi ya kumdanganya mtu kwa maneno matamu na tabasamu la kuvutia. Kila siku alikutana na watu, akiwahadaa kwa ahadi za kazi nzuri au biashara nzuri ambazo hazikuwapo kabisa. Aliweza kuwaibia watu kwa njia ya kutengeneza mipango ya uongo. Akawaahidi msaada wa kifedha au mikopo isiyokuwepo, kisha akachukua fedha zao na kupotea. Lakini kila tapeli hujijua mwisho wake. Adam alijua kuwa maisha yake ya udanganyifu hayakuwa ya kudumu. Aliishi kwa hofu ya kugundulika, lakini alijivunia kumiliki mali ambazo hakufanya kazi ya ziada kuzipata. Aliishi kwa kifahari, akiwa na mavazi mazuri na akifanya maonyesho ya kuwa na maisha bora mbele ya jamii. Siku moja, alikutana na mwanamke mzuri aitwaye Amina, ambaye alijua kuhusu tabia yake. Amina aliona haraka kuwa Adam alikuwa mtu wa kudanganya, lakini alijua pia kuwa alihitaji msaada. Aliamua kumfundisha Adam kuwa njia nzuri ya kufanikiwa ni kwa kufanya kazi kwa bidii na kuwa mkweli kwa watu. Amina alimwonyesha Adam jinsi ya kufanya kazi halali na kumfundisha umuhimu wa kuwa na hofu ya Mungu katika kila jambo. Kwa muda, Adam alielewa kuwa maisha yake ya udanganyifu hayakuwa na manufaa ya kudumu, na alijifunza kuwa watu wanaweza kufanikiwa kwa njia za haki na kwa kufanya kazi kwa bidii. Alipoanza kuishi maisha ya kweli, Adam aliona mabadiliko makubwa katika maisha yake. Aliweza kujipatia riziki kwa kufanya kazi halali, na alijivunia kumsaidia Amina na wengine waliokuwa wakiishi maisha ya shida. Alijivunia kujua kuwa sasa alikuwa mtu wa kutegemewa, na aliweza kutoa msaada kwa wale waliokuwa wanahitaji. Fundisho: maisha ya udanganyifu ni ya muda mfupi. Njia sahihi ya kufanikiwa ni kwa kuwa mkweli, kufanya kazi kwa bidii na kuwa na nia njema.